Haya, asante sana. Haya, Gen Z, peace. Sasa Waito, nimekuja kusikiza ground. Ground hapa Ukambani inasema nini? Ate ground inasemaje? Ate ground inasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Arap Mashamba, wewe muongo, wewe mwizi, wewe Kasongo, asante sana. Mimi nataka niseme sisi tumekuja hapa na kikao ya leo hapa Sekuru. Safari ya kuunda serikali ya 2027 imeanza. Sisi tumekuja hapa kusema huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka tumeketi na yeye. Tumeketi na Eugene Wamalwa. Tumeketi na Fred Matiang'i. Tumeketi na Martha Karua. Tumeketi na viongozi wengi na tumekubaliana ya kwamba pahali Kenya iko lazima tusikizane na tupendane na tuketi chini tutoe mtu mmoja akuwe flag bearer ya kupambana na Kasongo. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba hii muungano wetu ndio itaunda serikali ijayo. Na kwa hivyo ni wazi ya kwamba Stephen Kalonzo Musyoka na nyinyi mtakuwa ndani ya serikali ijayo. Na tunaomba Wakenya msituharakishe. Huyu Kasongo tunamjua. Kwanza mimi namuonea 18. Ndio halali. Akinisikia halali. Hii jamani namsukuma. Nimsukume. Aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende? Mimi naomba Wakenya mutulie. Mtupatie nafasi, msituharakishe kutangaza flag bearer. Asiwekewe mawe kwa barabara. Si ndio? Lakini mtuamini ya kwamba kati yetu hapa tutatoa kiongozi na serikali ni kuu. Mmoja atakuwa president, mwingine atakuwa deputy, mwingine atakuwa prime, mwingine atakuwa speaker. There is enough space for all of us. But the most important thing, ndio Kenya iendelee, Ruto must. That is the most important thing. Na yeye ana shida akitupigia kelele ati hatuna agenda. Tuko na agenda. Agenda ni kufukuza yeye kwanza. Kwa sababu Ruto ndio tutengeneze uchumi. Ruto lazima afanye nini? Ndio turekebishe maneno ya matibabu. Lazima Ruto afanye nini? Ndio tuokoe dignity ya payslip. Lazima afanye nini? Ndio tumalize mambo ya mauaji ya watoto. Lazima afanye nini? Kwa hivyo ndio Kenya irudi laini. Ndio turekebishe uchumi. Turekebishe mambo ya matibabu. Hao watoto ya Gen Z wasome. University ikuwe sawa. Hiyo maneno yote hawezi yawezekana Ruto akiwa kwa kiti. Kwa hivyo William Ruto, wewe usitupangie agenda. Wewe panga agenda yako ya wizi. Panga agenda yako ya kuua vijana. Sisi tuko na agenda. Na agenda ya kwanza ndio Kenya iboreke. Ndio kazi iendelee. Ndio Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe one term. Harambee!
watu wetu wa Ukambani, politics is a game of mathematics. Tumekubaliana? Politics is a game of, mtu asikudanganye, ni hesabu, na lazima tufanye hesabu, na hesabu tumefanya, na hesabu imekamilika. Nyinyi nataka kumtangazia yenu, sasa mfanye yenu, wengine mtuachie yetu. Unajua huyu William Ruto anamdharau huyu Kalonzo, si mnajua? Na anadharau Wakamba. Ndio uliona Mudhama amekuwa chairman ya UDA, kuliko ampatie kiti ya waziri akamtuma huko bunge na kusema hii Wakamba hakuna haja ya kushughulika na hao. Sasa mimi nataka nyinyi, siku Kalonzo ametembea na Raila, yeye na jamii mumefanyiwa madharau, kweli ama uongo? Wakati ya jamii ya Wakamba ya kurudisha heshima yao imefika. The time is now. The time is now. Na mimi nataka nyinyi, huyu Kalonzo Musyoka na hii Wakamba William Ruto anadharau, nataka mfundishe yeye adabu kwa debe. Na mimi nimekuja hapa kusema tumekubaliana, tutafanya kazi na huyu Kalonzo, na sisi ni watu ya shukurani. I want to assure you, kama huyu Kalonzo na Wakamba watapata madharau, haitatoka kwetu. Sisi ni wangwana. Huyu Ruto tulimfanya heshima, tukamsaidia akakuwa rais, akatuonesha madharau. Huyu Kalonzo na nyinyi mumeoneshwa madharau. Sasa watu wale wote wameoneshwa madharau, wameshikana, wameungana. Na sasa ni kazi yetu kufundisha hao adabu. Nyinyi mkikubali, mujiandikishe kura. Na mkijiandikisha, mtoke mpige. Kwa sababu last election hamkupiga, mlipiga 66%. Lakini inaeleweka kwa sababu huyu kiongozi wenu alikuwa ameonyeshwa madharau. Si alikuwa ameitwa interview? Ati anaulizwa jina yake, ati kama ako na bibi, ati kama ako na kitambulisho. Ni madharau si madharau? Ni madharau si madharau? You cannot disrespect a leader of an honorable community, a community that is hardworking, a community that has respect. Unaibisha jamii na kiongozi wao. Mimi nataka mkikubali, tushikane na nyinyi na Wakenya wengine, turudishe heshima ya jamii ya Wakamba. Na hiyo heshima mtarudisha na kujiandikisha kura. Hapa Kitui, Makueni, Machakos, Taita Taveta, Mombasa, Kilifi, Nairobi, Wakamba wako kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Na tumepiga hesabu, mkikubali kujiandikisha, muko na kura milioni 4. Na hiyo kura milioni 4 peke yake ndio tunahitaji. Kwa sababu ingine yote tumesanya. Tunangoja nyinyi. Hii safari ya Kasongo kama itatushinda, lawama ni kwenu. Kama Wakamba. Wakamba muko tayari? Muko tayari? Na mimi nataka kumuomba, tumekuja hapa kuomba nyinyi mupatie sisi huyu kiongozi sasa, twende na yeye tukatafuta serikali. Mtatupatia? Mtatupatia? Mtamshikilia hapa nyumbani? Mtamshikilia? Na tukubaliane, hakuna kiongozi, hakuna jamii haina kiongozi. Huyu kiongozi akuwe ndio anawika hapa, na akuwe ndio mlango ya kuingia hapa Ukambani, si ndio? Unajua Ruto anadharau nyinyi, anasema ati kiongozi ya Wakamba ni Kawaya. Ni madharau si madharau?
Ni madharau si madharau? Unajua niliuliza yeye nikiwa naibu wake, nikamuuliza mbona huyu Mudhama ungempatia kazi kubwa akushikilie kama kiongozi wa kwamba kama hutaki huyu Kalonzo? Akasema bana, wachana hiyo Mudhama, si Kawaya iko hiyo ndio kiongozi wa Wakamba. Ni madharau si madharau? Sasa alikuwa amepanga kuja hapa Ukambani. Hao viongozi wakaenda kumuona pale State House. Wakamwambia ngoja kidogo tukutafutie ile uongo utaenda kuambia Wakamba, kwa sababu saa hii ukienda utapata shida. Kwa sababu hakuna kazi imefanyi. Iko barabara Ruto amejenga. Iko maji. Iko stima. Sasa akaambiwa na akina Kawaya, wacha tukusaidie tuunganishe mawaya, tukutafutie uongo ya kwenda kuambia waka. Kwa hivyo uongo inatengenezwa pale Ikulu. Sasa akija niibie nyinyi si ama nisimuimbie? Nimchanue ama nisimchanue? Sasa alikuja pale kwetu Mlimani. Mimi nikapima. Nikaona hii mtu ako na pesa mingi. Na kwetu wanasema ndovu hawezi sikwa na pembe. Lazima ungoe nini? Sasa pale kwa Mlimani nikaongelesha watu kiluka. Nikaita radio inaitwa Inoro. Nikawachanua. Nikasema hii mtu anakuja kudanganya nyinyi. Msisikize uongo bure. Kusikiza uongo ni bei kali. Nikaambia hii Wakikuyu na Wameru na Waembu, kwenda mkutano yake ni ngiri 2. Kumsikiza. Kupiga makofi ni 1000. Kucheka ni 500. Sekuru oye! Sasa nyinyi nataka kuchanua nyinyi. Sasa pale watu wetu walinyoa yeye shilingi bilioni 1. Alipoenda watu wakarudi nyumbani wakasema hatuwezi zika ndovu nini? Hakuna hata kura moja ongeza. Watu naendelea kusema mambo ni 1. Sasa nyinyi Wakamba kama atakuja, mkiambiwa na machiefs muende, unasema kabla utoke nyumbani. Tumekubaliana? Na msikubali kudanganywa na waheshimiwa. Watapeleka nyinyi, wapewe pesa, wakule, wasime simu, murudi nyumbani. Kabla hujaenda mkutano ya Rais William Ruto kusikiza uongo, ukuwe na pesa kwa nini? Wangapi wanakubaliana na mimi tufanye namna hiyo? Sasa mkipata kitu mtanikumbuka. Si nimechanua nyinyi? Mkipata kitu mtanikumbuka. Hakuna Mkenya tena. Tunataka kusihi wa Kenya, msikubali tena kwenda mikutano kusikiza uongo ya William Ruto unless alipe, kwa sababu sisi ni wafanyabiashara. Sio ni biashara? Alipe aongee uongo wae. Lakini itakuwa ni makosa, utakuwa umejikosea sana kama mzee kama mama kwenda pale sokoni kwa jua kusikiza uongo for 3-4 hours bila kulipwa. Utakuwa umejinyima heshima. Nitoiguithania? Nitoiguithania? Kwa hivyo ya mwisho mimi niseme, sisi tumejipanga vizuri. Na mimi nataka ni confirm, siku huyu Kalonzo atarudi hapa Sekuru, atarudi hapa na heshima ambaye inastahili kiongozi. Na nimemwambia mchana, kama huyu Kalonzo atapata shida, labda ajiletee mwenyewe. Sisi tutamheshimu na tutakaa na yeye vile watu wanatakana wakae na rafiki na kiongozi. Sisi mambo ya kumundanganya na kujifichania hatutaki. Ile tu tutaketi tusikizane. Ni nani atabeba bendera, nani atamsaidia, nani atakuwa. Na kwa hiyo timu yote tutakaa sawa sawa. Tumekubaliana? Mtajiandikisha kura? Mtashikilia huyu kiongozi? Mumetupatia ruhusa twende na yeye tukatafute uongozi wa Kenya? Tumekubaliana?
Kwa hivyo yangu ilikuwa ni hayo, ya kwamba the formula iko ya kufukuza Kasongo, na nyinyi mtakuwa ndani ya serikali. Kazi ile imebaki iko kwenu sasa. Jenzi mpo? Jenzi mpo? Nyinyi Jenzi ndio dawa ya Kasongo. Kwa hivyo mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura, na kwa mtandao mtusaidie, si ndio? Kwanza hii Kasongo anaogopa nyinyi sana, anaogopa nyinyi sana kwa mtandao. Kwa hivyo mimi niseme kwa sababu ni hayo nilitaka kuja kusema. Sisi na nyinyi atakuja, nyinyi watu ya Ukambani na watu ya Mlima ya cousins, si ndio? Tumeenda hasara kubwa sana miaka mingi kwa sababu hatukuketi pamoja. Sasa tumejua siri ya kufaulu ni sisi na nyinyi kukaa pamoja na kuongea, na sasa mambo yetu itakuwa mzuri. Lakini tunasema hatulalamiki, God's timing is sasa tumejua siri ya kufaulu ni sisi watu ya Mlima na nyinyi, we stay as one. Then tujiunge na watu ya Mlembe, tujiunge na watu ya Ma, tujiunge na watu ya Bagusi, ndio Kenya hii yetu itembee. Na mimi nataka to assure you, tukiwa pamoja mtafurahi. Na mimi tangu 2002 nimekuwa kwa hii siasa, sijakuwa pande ya kushindwa. Pahali unaona mimi ndio ushindi utakuwa. I am not just an ordinary politician. I am a political scientist. Yeah? Na mimi najua kupiga hesabu ya siasa. Even when my brother Uhuru Kenyatta wanted us to support Raila Odinga, nilipiga hesabu nikamwambia haiwezekani. Na tukakosana na ni rafiki yangu, kwa sababu mimi siwezi ruka pahali hesabu iko. Mimi nakaanga pande ya hesabu, kwa sababu hesabu is scientific, is a formula. Hesabu na formula ya kufukuza Kasongo iko hapa. Unless matter is done, it is too far away. That is the only disappointment. 2 years a long time. Haki ya Mungu, hii uchaguzi ingekuwa kesho, tukenyoa hii mtu, si ndio? So I want to assure the people of Ukambani, and this is a message muende nayo nyumbani, that you are on the right side of history. And if there are people who need to be in government, ni Ukambani people, because you need water for drinking and irrigation. Muko na kazi hapa ya barabara, muko na kazi ya stima. Tafadhali ndugu zangu, dada zangu ya Ukambani, stay behind your leader Kalonzo Musyoka na hao masenators wetu, alafu tuketi pamoja tuunde serikali na kila mtu atafurahi, kwa sababu kutakuwa na maendeleo inaonekana. Tumekubaliana? Ya mwisho nitoe shukurani kwa senators wetu watatu and the members of parliament. Vile Mheshimiwa Jane Kihara amesema, mlitoa sisi aibu. Ruto tulimsaidia akatuaibisha kama jamii. He humiliated our community, embarrassed us on TV and before the whole world. And the people of Ukambani, whom we are not supported, came and said, no, this is wrong. Let us protect the dignity of the mountain people. For that, we remain forever grateful. Na nimemwambia sisi ni watu ya shukrani. Sisi ni watu ya shukrani. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Niite mama boys amsalimie. Haya mama boys kuja.
Andu aitu muriega rege. Bwana asifiwe. Nyinyi boys, baba akisema mama anaketi chini, na ninawapenda sana. Wacha baba aendelee. Thank you very much for your love. Aya, Harambee. Wewe Kasongo. William Ruto wewe. Wewe Arap Mashamba. Wewe mwizi. Wewe muongo. Wewe mtu ya kudharau Kalonzo. Mtu ya kudharau Wakamba. Aende asiende. Aende asiende. Atembee asitembee. Wangapi wanasema Kasongo aende? Sasa nyinyi Wakamba, hii Kasongo mnasema aende, mtaamuka saa ngapi kufukuza Ati saa ngapi? Ati saa ngapi? Saa 9. Saa 9. Abana. Saa 9 mtachelewa. Saa 9 mtachelewa. Hii Kasongo ni mtu ya saa 8. Wangapi wanasema saa 8? Asanteni sana, Mungu awabariki.